kustretch hivi kama sehemu ya kumpokea na mtambulisha kwenu. Yeye ni daktari bingwa bobezi wa binadamu akihudumu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na akiwa ametopea zaidi katika kutibu maradhi ya figo. Lakini ni mkufunzi aliyeidhinishwa kama sio kuthibitishwa wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza, lakini udhibiti wa mfadhaiko ama msongo wa mawazo, na wengine wakisema sonona, na afya ya akili. Na mnayemuona hapa mbele yenu ni mtunzi na mwandishi vile vile wa vitabu, na moja ya vitabu alivyoandika ni Mental Health and Non-Communicable Diseases. Huyu si mwingine ni Dr. Gavin Nathaniel Kweka, na anatupitisha kwenye somo linalohusu teknolojia na afya ya akili. Tumpigie makofi mengine mengi sana. Karibu sana brother. Naomba tukae. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Hongereni kwa kazi, na hongereni mheshimiwa viongozi na wadau wote mnaogusa janga ambalo mimi kama mtoa huduma, unajua unapozungumza mambo sio afya ya akili, magonjwa sugu, ningekuwa na nafasi ya kuwa na nyie kesho, na mimi ningekuwa muuliza maswali kuchechemua tu mada. Mfano kama wakati natoka kazini afu ngapita sehemu ngapiga vyombo, sema vyombo, apiga vyombo afu ngapata ajali, bado WCF itanicompensate au la? Nimerudi saa 6 usiku, nimetoka kazini ndio, afu ngapita sehemu kagonga vyombo afu ngapata ajali. Na je, nikijipriki mimi kama daktari na mgonjwa mwenye HIV, na jana usiku nilikuwa nafanya yale ambayo je bado nakuwa compensated? Hayo mambo yote nitawaachia tu kama kuchechemua hoja. Mimi niwashukuru sana, na MC atanipa ishara. Nimeambiwa ni discuss kuhusu digital era na mental well-being. If it could be, we have turned all camera off. Yani because I know we are live, nimeuliza pale I know we are live. Yani tukazima kila kamera, kuna vitu ningeviongea vigumu sana kuhusu digital. Kwa sababu nina siku 3 tu. Nimepokea watoto 3 mashoga na kozi ni digital. Na nina evidence, na ingekuwa inawezekana kusoma, sababu issue ya ethics kuna vitu vya ajabu sana. Na wana ulimwengu wao mgumu sana, na behavior ni sehemu moja wapo ya mental well-being. Sababu mental well-being definition yake is simple as this tu, kwamba mwanadamu aweze kucontrol hisia zake, fikra na tabia. So one of those goes wrong, you are mentally unstable. Na unfortunately katika hivyo vitu vitatu we can only see one behavior of someone. So we cannot see hisia za mtu, huwezi kuona anachofikiri. So kinachochomoka huwa ni tabia. So unamwona mtu analewa tu sana, unamwona analewa sana, wewe unapambana kumpeleka soba, unamfungia ndani, and came to realize issue tio uko ana vitu vyake vimesababisha ingia kwenye pombe. So hivyo vitu vitatu, hivyo vyote vitatu vinakuwa affected na digital. Na mara nyingi nikiongea mbele za watu kuhusu digital, I tend to tell people kwamba, I'll give you an example very specific to me. Mimi sina TV nyumbani mwaka wa 4. Na twins wako wamezaliwa, actually in literally wako darasa la 6. Alafu na mwingine wa miaka 5. Niliondoa TV baada ya kuona mambo habits fulani haziko vizuri. Na I specifically remove on Saturday, nikasema toa hiyo TV, nikaigawa. Lakini as we speak sasa hivi watoto wangu anapewa swali, write an essay by using ChatGPT. So as we speak right now, technology hatuwezi kuikimbia. Yani ni how safe can they live with that technology. Na unfortunately wana kodi zao ambazo sisi hatuzifahamu. Kama nazungumzia mental well-being kwako wewe pia, how far unakaa na gadgets kiasi gani hata hapo nyumbani kwako. You have been busy with your gadgets hapa, lakini ukirudi nyumbani pia una gadgets. Na wakati kuna watu wengine hapa gadgets ni must, sio hiari. You must be wewe ndio mtendaji wa taasisi. Muda wote mheshimiwa katibu mkuu anakupigia. Hiyo simu unaizima iweje?
That which time itakuwa unaiweka away katika alert ya namna gani, it matters. Na ina influence vipi mental well-being, unalala kiasi gani, kwa sababu muda mwingi tunalala na blue light, which I'll explain kidogo sio muda mrefu. Kwa hiyo ni waombe, nitajitahidi ku shorten, there's a lot to talk kwenye mental well-being. Naomba msaada wa pointer. Kusahau vipi tu pia ni afya ya akili. Ni ndugu yangu namtania. Sasa kwenye kinga kuna mwamvuli na kwenye mental health kuna mwamvuli. Kwenye mchoro wa kinga ambao nimeuona hapa tunautumia kwenye hii mifuko yote kuna mwamvuli, na mental well-being pia ina mwamvuli. Ina vitu vyote hivi ambavyo tulipaswa tukae almost 80 days tukidiscuss kila kitu hapa ambacho kinaleta hiyo umbrella ya mental well-being. Sasa hapa malezi na makuzi yana mchango kwenye output ya mental well-being. Digital era not necessarily iharibu mental well-being, it can hit here. Uko ofisini unahitaji stapler, zamani ulikuwa unaifuata, sasa hivi una slide na kiti baadaye una uzito umeongezeka. Sasa nimewambia ukiambiwa define mental well-being ni hivyo vitu vitatu: your ability to handle hisia, unachofikiri, na your ability to handle your behavior. Unfortunately, and this is the best part about this, behavior ambayo ndio inachomoka kama output ya mental health, anayedetermine being normal or abnormal ni society, sio daktari. So it can be normal in Dar es Salaam but very abnormal in Mombasa. Now this is a confusion because the whole world tries kuhakikisha kila sehemu kuna kuwa normal. And this is, I'll give very open. In 1953 ushoga ulikuwa mental, yani mental disorder. 1973 wakakaaga watu, wakasema kwa sababu ya sheria za kibinadamu tufanye sio. Lakini iwapo Dr. Kweka akamkisi mwanamume mwenzie, amedeviate from normal. Sasa tumefika level ukihesabu watu 8 mtu mmoja mgonjwa wa akili. Sasa tunaanza kuhesabu na ukibisha ndo unakuwa umetimia. Sawa? Ukiwahesabu wanaweza wakakufukuza kazi. Akikianza na DG hapa 1 2 3 4 5 6 7 tena mmetimia vizuri. 8 hivi tayari I have a confirmed case. Whether anajua au kutokujua, hapa 8 people kuna mmoja. Na ukihesabu watu 4 mtu mmoja huwa ana changamoto ya akili. There's a huge difference. Nimesema katika 8 kuna mgonjwa, katika 4 kuna changamoto. Sasa huyu hahitaji kuwa daktari kujua kwamba this is mentally unstable. Magari yanapita, anaokota chupa, anapiga magari. Hahitaji wewe kusoma degree yote kujua bwana huyu anatakiwa kufungwa kamba apelekwe hospitali. Ila nimesema kwenye kila watu 4 kuna mtu ana changamoto. Huyu anapeleka mboga nyumbani, ana changamoto. Anaongea tu mwenyewe, ampigi mtu. Na watu wengi ada umekosa, bwana. Au huyu ana changamoto, shida zake anamwambia ndege. Sasa if we could have time tukakaa hapa tukajifunza kuhusu ubongo, sio maumivu yote chini ya jua kuna watu wanayafanya kwa sababu ya behavior. Yani I'll give you example. Kuna mtu jambo la kawaida tu hawezi kulibeba na anajiua kwa sababu ana vinasaba. Na actually it is
maximum 30% ya ugonjwa wa akili unakuwa inherited genetically. So don't even confuse kwamba kila mtu chini ya jua anayejinyonga basi ni kwa sababu ati ana matabia, amejivuruga. Kuna wakati the same simple issue kwako kwa mtu is very maximal, depression yake ni kubwa. Mfano Dr. Kweka akizaa watoto 4 na mwanamke mwenye ugonjwa wa akili, tukapata watoto 4, there's a chance one person out of those 4 ameinherit vinasaba changamoto ya afya ya akili. Lakini most of the issues that we see kwenye mental well-being is purely kwa asilimia zaidi ya 80 behavior. Sasa sisi tunajua, mimi nimepasua, tukipasuaga ubongo kuna left and right side of the mind, and one is dominant more than the other, and it is determined genetically which part of your brain is dominant. Na wataniaga watu, kuna watu mnapambana sana watoto wenu wawe maengineer, kumbe anatakiwa kuwa Zuchu kwa sababu yani upande wake wa ubongo sio dominant. Angekuwa very perfect kama angekuwa anafanya talents. Mfano this venue, kama kuna mtu yuko comfortable, I do this. This is genetically determined. You either know or you don't know. It's tongue rolling. I tell you, yani I can even do this kwa viongozi wangu hapa. Yani ukifanya, if you know, you know. You don't know, you don't know. Hata nikushikia bastola hapa, ninakupa 1 billion, roll your tongue. If you are non-tongue roller always. Na wataniaga watu hivi, unajua unaweza ukajua hata mtoto ni wako au sio wako kwa kutumia ulimi. Niwaelekeze. Kana ukienda nyumbani wewe mkunja ulimi. Just kidding. Na ubongo kuna a lot of issues. Una feed only glucose and water. It's not a random thing kwenye mkutano mnawekewa pipi na maji, because it only feeds. Sasa kuna vitu vinaitwa brain stimulants, we want to go there because of time, lakini kuna kitu kinaitwa blood brain barrier. Kuna maeneo ambayo vitu fulani haviruhusiwi kupita kwenye ubongo, mfano kahawa, excessive caffeine, soda hizi za jamii nyeusi, naomba nisizitaje because za brand zake. Kuna mtu afanye kazi paka apige nani baridi. Sasa ubongo kwenye era ya digital unakuwa affected kwa sababu ubongo, mental well-being inasukwa kwa sababu unajua watu hawajui mwanao anaweza akaanguka tu akagonga akiwa na miaka 4, dada akafikicha hivi. Jikaza wewe mtoto wa kiume akajifikicha, usimwambie mama acha kulia. Dogo anafika miaka 16 hivi, ana matabia ya ajabu, anavuta bangi. Ukimleta Muhimbili tunagonga MRI tunakuta kuna kovu. Kumbe kila kitu transmissive kwenye behavior I transmit kwa sababu kila location ya ubongo ina maana yake. I'm raising my hand like this. As simple as it looks, nikasema 2, 3. If I write an essay, what is happening in my mind you won't believe. Sasa a journey of life, paka mtu anakuja kuwa anapokea mshahara, yuko NSSF, PSSF, yuko Muhimbili. Huko ndani kuna vitu vinawekwa ambavyo vinakuja kumtimia mwanadamu: physical health, social interaction, emotional, positive na negative emotion, alafu dini. Na vitu vyote hivi viko affected na digital. Vyote hapa panakuwa affected na digital. Hapa ndio kabisa hisia, ndio kabisa. Right now I can laugh via WhatsApp without opening my mouth. Yani I can laugh, namtumia tu message mtu, namwekea emoji ya kucheka wakati mimi sijacheka. So we've affected the social part. Hisia ndo kabisa unaweza ukafanya ukashow emotion au usionyesha kabisa. Alafu dini nayo iko affected. Mamangu anasema yani kutoa sadaka kwa kutumia M-Pesa unakuwa kama Mungu asikii vile, yani kama hamna connection. Yani unapita hivi, yani baada ya kupita mbele uonekane na kango kako utoe, yani unaniambia kuna namba ya M-Pesa, toa sadaka. Spiritual. Sasa hivi vitu hivi hapa naomba nipige kelele. Mimi nikipiga kelele hapa watu wanafikiria kama nafanya kama kusudi. But social interaction is not a joke. It empowers a human being kwenye 4 intelligence. Kama una nafasi ya kupata muda, utaenda kwenye WCF page yao, utaenda kuangalia, nimeelekeza kuhusu emotional intelligence wakati wa mahafali yako ya miaka 10. Utaenda kusikiliza deep. I won't spend time hapa, lakini I want you to understand the importance of social interaction kwenye na digital era inachokuja kufanya. I swear and I mean this. Unapanda flight, someone ana headphone ya Sony
unaingia unakaa naye hapa, flight ya 2 hours 1 hour Kigoma, hataki kujua wewe ni nani, una power kiasi gani, unaweza kumsaidia nini au akakusaidia. The flight goes, sio mtu anapiga masaa 11, mtu anapiga Karagwe kilomita 1300, ameingia kwenye Abud, amevaa headphone Gen Z, amsalimii pembeni yake, alafu mpaka leo hajaolewa anasalimia watu uolewe. Mimi daktari na uchungu nakutana nao, daktari na uchungu mimi mpaka sasa hivi naenda 40, hamna mwanaume ananiulizia. Usalimii watu, unapata wapi mume? Social connection, social well-being. Hivi samani Waislamu watakonfirm hapa, Muislamu mwanaume akisali nyumbani rakaa zake ni ndogo kuliko akienda msikitini. Mimi ningetaka kumpata Mheshimiwa Rais Mwinyi, siendi Ikulu. Kama ningekuwa Muislamu na mtarget msikiti wa Upanga, akija kuswali akitoka nje anasalimia watu pale pale, napiga pini. Sasa wewe ukienda Ikulu utazuiwa, lakini pale unamshika mkono na unamwambia bwana, na shamba langu Kizimkazi kuna mtu analivamia mheshimiwa, unachomekea hapo. Wakristo hatuendi kanisani ili kwenda mbinguni. You are totally wrong if you are doing that. Palipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo katikati. You must be more than 2. Sasa mwishoni mwa ibada unaambiwa msisahau kusalimiana. And this is the component. It's so easy. Kama mimi ni Mkristo na mwenzangu tukakutana na mtu nje ya kanisa, nikamwambia nina mwanangu naomba umsaidie, kama unaweza kumsaidia akajiattach hapo, hata kusaidia ofisini, hata kuvolunteer. And that is a connection that we are missing right now. Sasa hizi intelligence ine utaenda kusikiliza kwenye WCF, lakini ujue socialization inaleta hizi 3 ambazo ndio zinadili kwenye mental well-being. Jinsi ya kudili na maumivu. Huyu daktari kweka akirudi nyumbani akakuta mke wake yuko na mwanaume mwingine kitandani, ili aendelee kusimama anahitaji hii akili. Inaitwa advanced coach. Nikipoteza biashara, ninavyoishi na watu, navaa viatu, socialization inanipa akili. Alafu emotional intelligence ninavyoweza inapatikana ninapokutana na watu, nakosea na soma hisia zao. Na emotional intelligence ina verbal na non-verbal. Mama yangu mimi ni mzuri sana wa non-verbal. Yaani kuna jicho mama akikukata. Wa zamani Gen Z hawezi kujua, siku hizi hivi wana run the show Gen Z Alpha na Gen Z Beta. Zamani kulikuwa na mchezo wa ITV ulikuwa unaitwa Isidingo saa 1:30. Na unfortunately mtaa mzima kwetu kulikuwa na TV kwa mama. Sasa atakuwa anapiga chafi mama Kiweru ndo ana TV. Kwa hiyo mama anapika na upenda. Simu zangu pale nimemsave mama yangu, Mama Okene au Mama Matabane. Ndio nimemsave. Na ndio Mama Okene ndio jina la huyo mama kwenye kwa sababu alikuwa ni African woman. Kwa hiyo tunamsave mama, tunamjua amenyoka hivi. Kwa hiyo kila mtoto amemsave kama Mama Okene au Mama Matabane. Sasa alikuwa anapika haraka sana saa 12, afa anasema naomba mle, msiende kuharibu ratiba za watu za chakula. Kwa hiyo mnakula pale. Mkishakula mmeshiba, ndio narudia mara ya pili, mmeshiba. Mbona ndio narudia mara ya 3, Gavin mmeshiba. Ndio mama, twendeni kuangalia Isidingo. Mnawekwa pale mbele mnaangalia Isidingo. Ikifika saa 2 kasorobo kuna tangazo lilikuwa linakuja, kazi tufanye kazi kwa nguvu zote. Mshapewa kodi, mkilisikia ile tangazo wa mkeni tunaondoka. Sawa, naandaa vyombo. Kwa Mama Kiweru anasema jamani, msiondoke jamani, mle, karibuni mle chakula, sio vizuri mama, watoto wale. Mama anasema kareni. Ila kinachotoka hapa na hapa. Kwa hiyo hizi emotions social ndio, achana na IQ kule. Tunakuwa na muda kuspend IQ hizi gani ina riski kwenye mental well-being, msielewe. Lakini hizi 3 very important, na zote ziko affected na digital era. Sasa bwana, tusikubali tulishachelewa kujipanga kuhusu era. Sasa hivi hatuna akili 4, tuna akili 2 very powerful, IQ and AI. And this is a problem now. It hits very bad. Ubongo hautumiki anymore. Ubongo haufikiri anymore. If nikiambiwa hapa bwana watu hakika wanaomba dokta bwana basi utagawa notes, lakini please a simple report, yani kidogo tukaripoti kuhusu ulichokifanya mbele yao, tu attach value for money plus auditor wakija haina shida. Zamani ilikuwa na jamani naomba wiki 2
Nitawapa ripoti, naenda na Kiingereza changu hicho cha form ngapi iko cha, naanza I did a presentation, nakosea, nafuta, ubongo unatumia umeme wake. Lakini sasa hivi naandika tu ChatGPT. Naandika write me a short report about mental health training kwa wadau wa Kinga, afu na kacha. Mimi nimetulia hivi. Afu baadaye naambia, do you want me to put in Word or PDF? Namwambia no, first put it more professional. Inaendelea. Kacha. China imetengeneza roboti linabeba mimba. China imetengeneza barabara ya kilomita 197 without a human being by AI, which is in Msamvu, Morogoro. Now we are feeding data to robots and they are starting to misbehave. Go and check. Wamevumbua wana AI hosto China. Inafanya operation ya Caesar, inatoa mtoto, inatoa nani, inasafisha. We are there already. Sasa angalia, ChatGPT imemwelekeza mtoto kujiua juzi. Sasa nimesema hisia, fikra, tabia. Ukishazuia ability mwanadamu kukutana, kufahamiana, kucheka, kupishana maneno na baadaye wakasameana, maana yake that human being won't be able to control. Mwanangu mimi bwana nikimnyang'anya iPad ananirushia kikombe. No, your child is mentally unstable. You don't pepesa macho. Mwanao hawezi kudhibiti hisia, period. Babu yangu mimi ana hasira kama babu yake, ni mgonjwa wa akili. Sasa bahati mbaya chini ya ilijua maumivu ni pai 22 chini ya 7. Unapenda upendi mwanangu, wanakuchukia vibaya mno. Sasa jinsi gani tunaweza tukadhibiti hisia? It matters whether it is more painful or less painful. Sasa angalia, a success of human being depend of this development, cognitive behavior and emotions. If you cannot control emotions, manake you are mentally unstable. Sasa check ya look, we won't have time to pass all this because we need almost a day. Lakini hebu angalia modern technology pros and cons zake. Hebu angalia faida zake. Right now Amana anaweza akanipigia video call, akanionyesha uvimbe wa mgonjwa, tukakaa telemedicine, nikamwambia hakuna sababu ya kumuingiza kwenye ambulance, fanya 1 2 3. So there is an advantage of having technology. A lot ambayo hatuwezi kukaa hapa kupiga, lakini angalia disadvantage zake. Addictions. Nashindwa kutaja majina hapa, we are on camera. I swear to you, nahangaika na watoto wa miaka 14 na wazazi wao, hii likizo hii bayene mane. Mtoto anafanya masturbation like no bad business. Unamwona mtoto yuko chumbani na digital, kumbe ana masturbate. Sasa hivi anaangaza kwa adult, sasa hivi hawezi kuperform hata hiyo sex ambayo una expect aendeleze generation. Mimi waombe. There's faida, utaenda kupitia, nitagawa notes. A lot kuwa na science yani sasa hivi wonders moja ya dunia, kuna mtu amefanya operation yuko sio mkoa, nchi Ufaransa, anapiga robotiki, mgonjwa kalazwa nchi nyingine na anafunga tumbo, analichana kwa kutumia roboti. That's marvelous. Lakini what about emotion of humans being? Tuangalia hapa cyberbullying. Nenda kacheki duniani watu wangapi wamejiua watoto kwa sababu ya cyberbullying. Now we are going there, by the way. Nimepigiwa simu juzi, tunaomba nisitaje shule. Mama dokta, naomba mwanangu kamka asubuhi hataki, hawezi ku make friends, hawezi. Na mama anipigia kibaa, mwanae amemchukua mtoto Cambridge system, billions of dollars, yuko amempeleka UK, karudi hapa ana miaka 28, anakaa ndani anacheza PS4. Dokta nifanyeje? Yuko tu ndani anacheza PS4, hawezi kumekiwa, yani hawezi kukutana na watu, hawezi kuongea dokta. Mama ana staafu, ana mtoto wa kiume, anafikiri ndio ata take over. Hamna kitu. Privacy, security, watu wangapi mimi nishaenda pelekwa Mtumba, mtu kaje rekodi clip akiwa uchi akatuma kwenye group la wizara. What about low self-esteem and mental well-being? What about depressions? What about this?
FOMO, go and check, fear of missing out. Anajiona kama not part of a group. Imefikia level sasa hivi, kama kuna mtu ameshakwenda Terminal 3, mtu anaenda kurekodi clip kwamba anasafiri, kumbe asafiri. Sababu inamtesa wenzie wanasafirigi, hajawahi kuposti. Na badala ya kwenda departure anaenda live sababu hajui sasa. Anataka Mungu awasaidie sana kuwa observant. I love to be observant. Go to nendeni ndege ya Kilimanjaro inakuja huko ambao unapili upande shuttle kuja Arusha. Inaondoka 5, inafika hapa 12 na dakika 10. Ile ndege kuna vituko, watu wanakuja, nipige shosti, nipige na buruza begi, kaja na bajaji. Nipige shosti, rekodi imetoka vizuri, hasafiri. Fear of missing out, FOMO. Sasa kuna watu kwenye mental illness hawako kwenye crisis, they are just struggling. What about betting? It's a crisis. Yani nahangaika, mimi naingia, Mungu anisaidie, naingia mashirika shikauma, watu wanasafa na betting. Nimekaa na jeshi la polisi, watu wanasafa na betting, wana mikopo just digital. Na wangejua kwamba AI inawa stream. Yani hapa kama hujawahi kubeti, inbox yako haina tangazo la betting. Ila ukibeti mara moja tu matangazo ya betting. Why? Watu wanafanyia wana drop a cookie on you. They learn your behavior. Huyu ni shabiki wa Man U anaogopa kabeti hapa. Huyu ni mwalimu kajiua kwa sababu ameliwa milioni 1 kwenye mchezo wa Avieta. Avieta ni kindege kinapaa mara shwa. Huyu amebeti 60 ya marejesho ya bajaji, ikabidi ajiue. Mbeya tu, sio mbali. Huyu amekojolea ATM kwa sababu mshahara hujatoka. Hapa Romero mtu kajiua kwa sababu watu wanaingia kwenye madeni. Digital inavyowapeleka. What about ulevi? Hakuna mziki. You name anybody, sitaki kutaja majina ya watu, itakuwa sio vizuri. Mtu akiweka mziki, anahakikisha wakati aimba ule mziki, wanaomzunguka wote wanavuta sigara au wanashisha au wanawake wako uchi. Digital kwenye mindset. What happens to the son or daughter of yours and watch TV? So to be a man you must drink bana. Mbona yule pale mwanamuziki maarufu naye ana drink? We are losing boys and girls right now. Vibaya mno. Sasa ukiona hii inaonekana kama ni clip tu ya kuigiza, naogopa kutaja majina. Watu wangapi wamelewa? Wengine analewa anaenda kwa mkuu wa mkoa, anamwambia kwa mkuu wa mkoa ndio nani kwa nini? Nitaenda kutafuta ni nani. Na haipo tu kwa wanaume. Digital affects all. Sasa maumivu yanatupiga wote. Hebu angalia kuhusu mental health. Angalia genetically mental well-being 30%. Hebu angalia behavior pattern ni percent ngapi? Hebu angalia social ina percent ngapi? South Africa sasa hivi we don't have a choice. Zamani it was kumwandikia barua, uipulizie perfume, uifanya nini, iende kule, ikakamatwa inasomwa mstarini. Digital na sanduku kwamba mtu ameuzika, anakaa chini anaandika nimekosea mimi. Sasa hivi mtu yuko Kigogo ameshiba wali, anaweka mtu hapa, anasema WCF au PSSF au Muhimbili wa puuzi, alafu anatagi Ikulu, Mheshimiwa Rais, anatagi wizara, anatagi katibu mkuu, mnapoteana. Zamani nilikuwa mpaka kafungue box. No, a single person amekaa Kigogo, anawavuruga, mna management mnakutana zaidi ya mara 10. That's the digital era. South Africa, we were safe because social interaction was part of us. We were safe, we were isolated. Tulikuwa na upiga mwingi, tunacheza kindimu, mna socialize, mnasukumana, mnakimbia, mnatoroka, alafu mnajiuliza inabidi ujisaishie atasa, yani unajisaishia, yani maisha kama mbinu zote za kibabe unazo chini ya jua. Kwa hiyo
chini ya jua wewe, hakuna gajipya. Umecheza ukuti wa meme, hamna iPad hapo, tumeendesha matairi, hatukuwa na baisikeli za watoto, unaingiza tundu, unatumwa, unaenda unaanguka, unajua maisha ni kuanguka na kusimama. Yani ni life ambayo inakutengeneza kuweza kuhandle pain chini ya jua. Tumefanya vitu ambavyo sio vinamfanya mwanadamu aweze survival mechanism. Anapata survival. Nani hapa amecheza kula mbakishie baba? Hiyo utaki kusema kwa mama, ni mchanga umewekwa hivyo, kuna kijiti, kikiangua kijiti, hayo mambata. Kwa ukifukuzwa kazi ushtuki kwa sababu mambata umepigwa kila sehemu. Tumecheza mchaka. Wapi umeona sasa hivi watu wanakimbia mchaka? Wapi? Ni gari la njano linakuja paka kwenye geti na dada anasimamia mpaka mtoto aingie. Nyulika mwanangu. Huyu dogo huyu ukimleta WCF kitakachomtesa ni Kiingereza. Kinge mtihani shekhi. Ukimwambia andike ripoti ni mtihani. Ila life ubunifu kwa sababu amepigwa na nani? Ila mtihani tulipo kule sasa hivi sio hapa tena. Hapa anasubiria kusemwa. Huyu ukimwita ofisini kusema ajiui kwa sababu toka utoto anasemwa. Tuko natumwa sukari robo na change inarudi. Sukari robo na change inarudi. Unakutana na mtu anakuambia, umesahau." Unajua maisha ni kurudia. Unaita sukari robo unarudia tena, sukari robo na change inarudi. Ukijikojolea kitandani, kuna mbinu. Ukijikojolea kitandani unachukua pasi, unanyosha. Alafu mama akisema mbona hapa pamenyooshwa lakini kuna unjano hivi, unjano umebakia mwisho. Wewe umejikojolea Anaita wenzao wanakuambia kindumbwe chalia, alimselema adija, na kesho unakojoa tena vile vile na maisha yanaendelea. Hivi niwaulize swali, anaweza kujua kwa sababu ya mapenzi? Una penzi la kumpa wewe? Yaani huyu ajue mapenzi? Hivi mnajua survival ukikaa Mbagala unatoboaje na ukikaa Gongo la Mboto je? Survival skills. Hivi jamani mnajua hata mapenzi namba. Unajua mapenzi ndio naambia kama social skills na kufanya kuweza kuhimili maumivu na mapenzi. Unajua mapenzi ukishakuwa na akili kubwa yanafeli ujue. Yaani unakaa na DJ unafanya guju. Baby guju. DJ anasema hebu nitolee upuzi wako. Wa zamani tu wanajua experience ya TV ya chogo. Lazima uende angalizia posta. Geuzia posta. Hapo. Mtu anapanda juu. Sasa hivi hakuna mambo hayo. Kibanda umiza. Inatengeneza social skills. Tumeangalia filamu ya Yesu. Mnakutana, mnakusanyika kwa filamu ya Yesu. Sasa hivi filamu ya Yesu wapi? Kila mtu ana kijits. Mko pamoja lakini everybody is far away. You are there as husband and wife. Siku hizi imefika point mtoto anamtumia message baba yake yuko hapo sebeni, baba naomba penseli. Sasa je, tutakimbia teknolojia? It is here already. Zamani ilikuwa kuigiza movie lazima uwe na helicopter, siku hizi no. Kitu kinakaa juu kinakurekodi enengo. Movie sasa hivi Netflix kama ulikuwa una design biashara ya movie hakuna tena movie, kila mtu anayo kiganjani sasa hivi. Life has changed. Sasa huku ndo wanatupigia. Katafuta clip inaonyesha half of the contents of children kwenye Netflix ni ushoga. Ipo. Na mimi ukija kwenye Instagram yangu nimeitag, kaisikilize. Senator anamuuliza owner Netflix, why on earth half of the contents of Netflix ni ushoga na lesbian? Ni mmekubaliana nini? Na hapo ndo wanatupigia kwenye mental well-being. Hapo ndo wanapotupigia. Juzi, nasema juzi in essence of juzi kabisa. Mimi nasimamia kitengo cha dialysis pale Muhimbili. Kwa nini kwa kitengo sasa hivi ndio na rotate pale for 3 months as a leader pale. Nimekaa hivi junior wangu anamuona mgonjwa, mimi nasimamia pale. Niko napita naingia. Nikamwangalia mgonjwa. Amevaa miwani, alafu ina sehemu ya kuongezea sauti. Ile kama alivyo chifu hapa. Hivi amevaa. Inasema kuongezea sauti. And I was concerned. Bro, hii miwani ya kawaida. Akasema hapana, nimekuja kumchukulia majibu babangu. So na record na translate in AI glass.
We were shocked. Ili tukae pale akatuonyesha, yes I was recording you. Na wa record na AI glasses. Kwa hiyo baba anaenda kuplay kusikiliza maelekezo ya daktari. So now we can be sued. Very easy with evidence. Na haiwaki taa yoyote. Ukiamua itawaka taa na ina translate. Naweza nikadecide mimi nikamsikiliza chifu hapa, at the same time inaongea Kifaransa. Hii hapa. $199, $200 tu. Ina rekodi, inaongeza sauti, ina translate any language you want. Chinese. Unaongea Kiswahili, mimi na select Chinese kwenye simu yangu hapa. And we are already there sasa. Sasa sisi tulikuwa na mavalu yetu kichomeka mkiki inaeleweka, tumetoka huko sasa. Tumetoka huko. Tulikuwa na kacha zetu zinazoeleweka, watu wanatoka huko duniani wanakuja kutulipa dola tukuluka. Lakini wanapokuja wanakuja na digital. Na hapo sasa inatufanya sasa tuwe sehemu ya jamii. Sasa hivi huyu anamoa huyu na anazaa mtoto. Kwa mwingiliano umeshakuwa mkubwa sasa. And this is the problem now. We are here already. Wamasai badala ya kuruka wanachati. This is how the digital world is affecting even culture. We were here. Now we are here. And children are throwing tantrum like nobody business. Unakamata remote ya TV ya mtoto anawa control from adults. Mifitaki. Na mama unasema bwana muache. Mama yangu alikuwa na statement anasema as long as you are under my roof you will play my rules. Mtoto wa miaka 7 ana kucontrol wewe that. Chapana na mtumishi wa umma saa 9 check-in ya Mwanza tunashuka wote tunapaki magari pale long parking pale ili jioni nikirudi nichukue. Mama ule mtoto ameinamia iPad from Tukiwa paka Mwanza tunashuka. Yani mtoto almost 2 hours toka check-in muda wa chai kainamia iPad yake ya pinki. Hii kitabu mimi nimetunga kitabu amewaambia hapa. Hii kitabu inaonyesha kila mtoto anaruhusiwa kukaa paka adults anaruhusiwa kukaa kwenye TV muda gani. Why? Kwa sababu tunakosea hapa sasa. Hii picha hii ni mimi mwenyewe 1900. Yes, hii 1985. Babangu kidogo alikuwa mtaita. Kwa hiyo hapa katikati sadoli nikapotea, kwa hiyo tukarudi bila TV. Lakini naambia tulikuwa na simu hii simu hii. Haikuwa benki. Sasa hivi kila mtu kwenye anaweza kutransfer any amount anachotaka. Sasa shida tunacho create right now ni hichi sasa. Mtoto ambaye hawezi kuhimili hisia, ana mental resilient. Unamfokea anajiua. Ana fail form 4 anajiua. Wakati mimi daktari bingwa wenyewe nilifeli nikarudia mwaka. I'm here in front of you. Tuna create vipi watoto ambao they can never handle pain wakati life is full of pain. Duniani kuna narcissistic jamani. I wish you understand. Siku moja nawafundisha personality. Kuna watu chini ya jua hili. They enjoy when you are in pain and they are created that much. Ndio wana create mtoto. Sasa hivi naanza kupokea watoto kwenye HR office. Unamuuliza unaanza kumuita kuziana. Nini mimi nakuuliza kuhusu ripoti? Unapata sapu unajirusha golfani. Wakati watu wamefanya ma-QT mara kibao na sasa hivi hapa ni wakuu hapa. Watu wamerisiti mpaka chumba cha mtihani mwalimu anakujua wewe tu. Sasa this is a problem now, a digital and mental well-being. Watoto wa sasa hivi wana ma feelings. Yaani ana ma feelings kabisa na yana ma feelings. Mtakatafuta hii clip. Mwanafunzi kanyang'anywa simu wa form 2, ame cause chaos, katoroka nyumbani. Mama analia hapa. Mtoto wale wanakimbizwa na mbuzi. Mbuzi. Yaani mpaka mbuzi wenyewe wanashangaa huyu vipi? So, this transformation of a human being to 5G, kuna watu mndani metumia hii simu inakaa na chaji siku 7. Kwa tunarudi nyuma je? Hatuwezi. Lakini this is a problem now.
Kwa sababu kama emotional intelligence inapatikana, it is handled down by 3 components: genetically 30%, malezi 30%, environment 40%. Mtoto anakaa na gadgets, atoki nje asosia acheze na watoto wenzie, asukumwi, hawi pushed. Mwanao akitumia baiskeli, akija mwingine anachezea mpira wake, anaacha baiskeli, anasema acha mpira wangu, you are creating a bomb. Haliwezi kuassociate, hawezi kufanya, na hangaika sasa hivi. Kwa sababu gani? This is the problem. Kwa sababu kama malezi analeta emotional intelligence by 30%, what is mtoto ana iPad, una transfer vipi? Baba anachofanya ajui, mtoto hawezi kusifikicha chupi yake, mtoto hawezi kunani. Mimi katika watu ambao sasa hivi era sasa hivi mtoto amesoma na wewe sasa kaenda boarding form 1, angalia wamama wanavyohangaika. Wanaambia kwa nini unahangaika? Ana uhakika kabisa mwanae hawezi kwenda kufikicha chupi kule boarding, kwa hiyo anahangaika. Gusa ili moto ndio utajua huyu mwamba nani. Baadaye ndio analipiaga DSTV. Sasa nimewambia hisia, fikra, tabia. Huwezi kuona hisia ya mtu, huwezi kuona fikra. We tend to see behavior. Now, nchi hizo namba 1 duniani zinatupigia hapa sasa. Watu wanakaa chini, they create a postmortem, wanakaa Hollywood, they design kabisa kwamba katika kila katuni kuwe na ushoga. Sasa hivi hakuna Coco ni shoga. Mkae msikilize zile katuni. Kaa siku moja wewe, vuta kahawa yako, listen to those language, cussing, mgundue. Sasa hivi Superman anamkiss Batman. It's not a random thing. It's purposely done. Na Afrika imechapwa ili eneo vibaya. Okay, si normal or abnormal. Na ana establish. Mimi ningekuja hapa nimevaa hii hapa, alafu ninapiga sketi na kokoko. Nime deviate from normal. Sasa tulikuwa na agenda 2 tu. Sasa hivi tuna agenda 72. Na zina michoro already. Yaani kuna mtu asubuhi ni mwanamke, saa 6 mwanaume, jioni tena mwanamke. Anajibadilisha kutokana na hali joto ya mazingira, polychromemic. And we are hit really bad. I don't know how to say it. Ni kamera zipo hapa, we could open up. We are hit. Mimi na message huko ndani. Unaweza as a doctor unazuga tu usitetemeke, lakini it's a chaos. Mtoto wa kiume amekuwa mwanamke completely, na sio top bottom, ni versatile. Haya mambo utakatafuta muda wako. Mtoto wa kiume anakuwa hivi. And we are here already. Yani it's not about Florida, it is in Tanzania. Shoga, usagaji, mimi siendi huko, niache kama yalivyo. Lakini Superman anavuta sigara sasa hivi kwenye katuni. Kwa nini? It makes a man, mtoto wa kiume wa miaka 13 14, wakati behavior ina certain ajione, in order to be a man you must smoke. Unaenda na mwanao baa, kuna watu wanafuta shisha Children observe more kuliko maneno yako. So tunaanza kuona sasa vituko. Go to the, jamani, naogopa kutaja mahoteli. Nenda kwenye mahoteli uone watoto wa kike wanavuta. Sasa hivi tunahangaika na mapafu watoto wa kike. Unamwambia atembee 6 minutes walk hivi, anatembea hivi, pafu lina ukungu. 1 hour shisha smoking sawa na sigara 100, pakiti 5 za sigara. Mtu anakaa 3 hours Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. What do you expect? Digital era makes children understand, change their behavior modality. Digital era. Ita watoto 10 waweke hapa, piga mziki unaojua. You will be amazed, wameona wapi? They know every beat kama inavyochezwa kwenye mtv. Sasa nimewambia ikiingia emotion inachomoka behavior. That's it. Ndio maana kwenye mental illness cha kwanza tunacho evaluate ni behavior. Kwa nini nimemfunga kamba? Anavuta bangi, doctor anavunja vyombo. What we establish is first thing is behavior. Na 80% ya mental illness sasa ndio behavior yenyewe. Kwa hiyo linatokea tu dude kama behavior. Sasa bonge la tabia ili hapa. Huyo dogo unaona anapiga chabo hapa. Kajua aje hii chabo? Haya akikua ndo hawa hapa. Kutoa genetics, malezi yamekuwa affected na digital,
Environment imekuwa affected na digital, watoto hawatoki nje. Kwa Mithali 13:20 nasema kaeni na wenye hekima na nyinyi mpate hekima. Kaeni na wapumbavu na nyinyi wapumbavu. So if you spend time with wise people, you become wise. Sasa watoto wetu wana spend time na wise who? Emotion start from tumboni. Even by the way it was done juzi tu. Emotion hisia inaanza toka mkifanya tendo la ndoa. Baba akifanya tendo la ndoa amekasirika, mtoto wake naye anatoka na makasiriko. It's a start done. Tunatengeneza watoto wa emotional intelligence. Wana personality gani? Wanajua religion? Do they know kwamba integrity is when people are not watching? Because they are created. What childhood memory walizonazo sasa hivi ni za katuni. Hivi mnajua kuna kacha hapa hivi, unajua Chacha kaiba ambulance kaitengeneza kuwa nani juzi. Kuna watu wana makacha magumu. Powerful catchers. Zinatengenezwa na malezi na makuzi. Lakini emotional intelligence gives you this: kujitambua, regulation, social skills. Ambapo sasa watoto hawana, hawezi kumingo between IQ and EQ, hawezi kuunganisha. And this is what is required, wiseness between, ambayo inakuwa determined na social skills mostly. Ndio maana Suleiman akumombaga Mungu, akumomba dhahabu. Mimi nataka uwezo wa kujua jema na baya. Unapompa mtu IQ kubwa, ujue kitakachotokea bila kuwa na hizo intelligence nyingine. It's deadly. Mingi ambayo naandaa slide za madaktari wanajua hapa, you be amazed. Huyu kajua, mhandisi, mtabibu, watu wenye akili kubwa, watu wanaondoka. Kwa sababu gani? Ukikosa emotional intelligence, kuna vitu vingi sana vinaweza vikakuua chini ya jua. Vingi sana. Kwa sababu emotional intelligence ina determine success yako in every bit of your life by 80%. Kwa hiyo huyu dogo huyu akijipanga, huyu anawaajiri wote. Niliitwa SACCOS, inaitwa SMN. Jumapili, Dr. Samani, it's Sunday, it's family day. Nikamwambia karibu. Dokta, tuna SACCOS inaitwa SMN. S maana yake ni Songwe, M ni Mbeya, N ni Njombe. Dokta, tunaomba utufundishe afya ya akili leo. Tunavunja tuna mkutano wetu wa mwaka. Na kuomba kitu kimoja tu dokta, utakapokuja kupresent none of your business slide iwe na Kiingereza. Na kuomba kusiwe na Kiingereza wala unachokitoa mdomoni. Nikamwambia, mwenyekiti kuna nini? Akaniambia, wakinga hawajui lugha lakini wana ukwasi. Nchi ina operate na watu wenye by the way wana ukwasi hawa, afu baadaye wanakuja kuwaajiri hawa, sababu hao wanapigwa na social skills mapema sana. Kwa by the way, success ya human being, you require 85% of soft skill. Kuwa engineer haina maana yoyote kama una soft skills. You cannot communicate, huwezi kuwa teamwork, una adaptability. Na dunia sasa hivi inaama ku hire this and not your A. Ambao za watoto wetu hivi havina, kwa sababu hivi havipatikani class. Hakuna darasa lote linakufundisha communication skills. Never. Wala jinsi gani ya kuwa na conflict resolutions. Kwa sababu nikikata ni kama ni PSSF Muhimbili. If I cut emotional intelligence, maana yake yote haya sina flexibility, sina time management, sina decision making, sina customer care, sina accountability. Kwa sababu emotional zote zile soft skills zinaanzia kwenye mzizi huu wa emotional intelligence. Hebu angalia, if you want to add emotional intelligence at any time hebu angalia hivi: be approachable and socialize. Angalia namba moja, communicate assertively. Na jamii yote emotional intelligence ikishuka, na niwaambie, unaona hivi kazi, pesa, mapenzi, profile nilionayo na calculate watu wanavyojua hivi vidude ndio vinaondoa watu wengi. Kazi wai 44% ya stress iko kazini. Lack of supporting system. Mnaumizana kazini kwa sababu mna different personality. Kuna ma different personality. Ungepata muda tufundisha antisocial. PSSF inaandaa mchapalo. Mkuu anasema mwaka huu mmejitahidi jamani, nawapeleka Bagamoyo au Ngorongoro. Mtaenda kwa makundi. Costa all paid for. Chief kasema kwa kweli I appreciate this year mmeupiga mwingi. Zinakuja Costa pale, anatokea mtu mambo gani? Nendeni tu. Ndio mmeona la maana hapo Serengeti ni antisocial. Huyu ni afisa utumishi kajiua. Huyu katobolewa macho, pain everywhere. Ndio maana Mungu anasema ni heri kukaa kwenye engo ya dari kukaa na mwanamke kamdomo. Unaweza ukawa uko vizuri, wewe ni bonge la bosi, una maakili, ni engineer, lakini una maasira kwa sababu unashindwa jinsi gani utumie lugha ya guju ili utoe ile pale. Amua mkeo kwa madai kwa amemloga ili mume wake usifanye kazi. Haijalishi mwanangu wewe ni nani, soma mpaka soma. Kaa na Biblia wala na msaafu kwenye mto. Ukikosa emotional intelligence, kila kitu chini ya jua kinakuondoa. Kila kitu. Huyu kamuua mke, kaacha ujumbe wa kurasa 80.
akieleza kwa nini amemchinja mke. Huyu ni dereva wa OCD wa Manyoni, kajichapa risasi. Huyu amemua mwenzie kwa sababu anapendwa na bosi. Mwalimu kapigwa visu ofisini na mbele ya mbele ya wanafunzi kwa sababu anapendelewa kupangwa kuwa mwalimu wa zamu. Kwa hiyo mwalimu mwenzie kaona wivu kamuua. Mke wa mchungaji huyu kajiua siku moja kabla ya Christmas. Huyu mke wa shehe kajiua. Huyu mchungaji kajiua. Huyu mkurugenzi wa fedha Bugando kajiua. Huyu padri mtihani mmoja tukafeli kwa kuwa padri kajiua Tanga. Daktari bingwa kajiua. Mzee wa miaka 80 mapenzi naye. Yaani vurugu tu. Ukosa emotional intelligence yani unaondoka. 65 kajiua. Mganga kajipiga ilizi akitesti ilizi yake. Yaani ni vurugu tu. Bajaji, boda boda wote wamejiua. Yaani hakuna mtu asijiua. Au sigeri. Everyone on earth, whether you are educated or uneducated. Hata Simba inaua, inabidi uangalie timu gani unapenda vile vile. Samani Simba basi na Yanga naye kajiua. Basi wameamua kupigana visu. Yaani ni kitu cha kawaida sana kwa jamii. Cha utani tu, una overreact kwa sababu you cannot handle hisia. Naamini waambie ningekuwa na muda tukazungumza emotions. Unfortunately hisia za mtu mmoja they can cause death to others. They hit bad. Wameua watu. Mama alichoma visu watoto wake wawili kwa sababu ameshika simu ya mume wake ina mchepuko. Kuna watu wake zao, watu wameza nje na bado watoto wamelelewa na wake zao. Maisha yanaendelea. Yaani how do you Hamisi alichinja mke wake mjamzito, akapasua tumbo, akawatoa mapacha, akawapika, akawala. Tabora. Engineer huyu mkeo alimwambia unajishaua sana kila siku site, mtoto mwenyewe sio wako, akaua mke. Huyu alipima DNA akakuta katikati sio wake, akawapa wewe ushaitwa dadi unapima DNA za nini? Ushaitwa dadi. Mimi nimalizie bwana, muda umeenda. Niwaambie tu, if you cannot control emotion, you cannot control your thoughts, and digital era hits them all. Narudia, huwezi kuhimili hisia, huwezi kujipa moyo, you become isolated. Hata ukishare na pastor anaogopa kumpelekea Mungu kwa sababu madude yako mengi sana. Una overreact. Baba jiua kwa sababu jina yake haijatajwa kwenye misa ya shukrani, anashindwa kuendo hisia. Na yali shinda kwambia uwe diwani. Kada wa chama ajiua baada ya mgombea wa Chadema kushinda. Ajiua baada ya mama yake kumkatalia kuhamia Chadema. Yaani vitu. Haya mtaenda kusoma nitagawa notes. Usikae na chronic persistent stress. Cortisol level inapanda. Kwa sababu gani? Handling hisia ni issue. Ndio maana vitabu vyote vya Biblia msafu vina discuss usikae na uchungu bwana. Kwa sababu bwana inakula kwako. Sasa je, unaweza kuhold uchungu na still maisha yakaendelea au kauachilia? Ndio maana ukuta mtu akipigwa na maumivu, ngoja alcohol au anakuwa antisocial, anafanya kazi muda mrefu. Kila siku ofisini anatoka saa 4. Anamwambia ni aje? Mimi nipo nafanya kazi. Anafikiri kazi zinaisha. Mtu anafikiri bila yeye kazini hakutaki kutokea chochote. Kimpa likizo siku 7 anakuja kuwasalimia. Mnaendeleaje? Mimi niko likizo. My up decision making. Work life balance. Hata umri wako wewe sasa hivi ushalelewa genetically, imebaki ya environment. Acha haya maisha kwa sababu hata ya value yoyote. Tafuta social skills katika namna yote, na sisemi uwe ndio kila mtu yani wewe. Sasa hizi jamani yani hapana. Hata Yesu alikuwa na 12, 3 anapanda nao juu, 9 anawatosa chini. You should know who to give which information. Na emotional intelligence itakusaidia. Hata wakati mwingine tu pia vile vile umekaa na jirani yako hapa kwenye daladala au kwenye basi au kwenye usafiri au kwenye yani vile vile unapiga headphone kwa sababu ushaangalia emotional intelligence hapa hamna kitu. Emotional intelligence gives you the right decision. Jamani, tuna 24 hours. Hata kila mtu hapa yuko busy. Kila mtu akiamoka kwenye laptop, kazi za siku haziishi. Lakini usijisahau self love, family, friends, jitreat, pumzika. Sheria 17 za maisha, angalia sheria namba 10. Realize you are 100% replaceable at work. Kwa uwe na work life balance ili at least lolote likitokea uweze kusurvive. Na pia usisahau kula bata. Yaani hujaitwa duniani kununua viwanja hapa. Yaani mmoja mjiachie. Kuna mtu akisikia viko ilazo, kisongo. Kama kuku anakula bata, wewe kwa nini uli bata yani? Hivi unafikiri ukiwahi hivi ukapigwa busu hivi utakuwa na hasira wewe? Hasira unatoa wapi? Yaani ukiogeshwa hivi unatoa wapi hasira? Toa wapi hasira? Socialize.
Furahia maisha bana. Mhubiri 5:18 nasema tazama nikaona chini ya jua. Furahia maisha bana. Umeletwa dunia unapita hapa. No one will get out alive in this movie. Have fun. Avoid auto adapt. Na mimi naambia hivi, gadgets itakuwepo. Ipo tayari na probably we are late. Lakini train your children to avoid gadgets. Not every time. Wapate hizo skills. Lakini mimi pale nyumbani niliamua okay, hawa gadgets okay, nitazirudisha. Mweka internet pale nyumbani okay, what should I do sasa? Nikiwaachia simu yangu they know how to operate more than me. What should I do? Okay, piga busy hao watoto. Wakitoka shule mwalimu wa kinanda huyo hapa. Watoto wanapiga kinanda baka kanisani. Toka hapo kuna mpira academy. Chezeni. Jumapili sinipo, ita watoto wa majirani, ingia hapo chezeni. Social skills za lazima. Look for help ukishaanza viashiria. Mtoto wako ana throw tantrum, ajielewi, ana maasili asiyoeleweka, anapiga watu, anafanya hivi, unaulizia, keep on asking as a parent. I say, rafiki yako nani? Mimi sina rafiki. Rafiki yako nani? Mletege hapa nyumbani mara moja. Maana mingine kama imetokea, mimi I have attended siku ambazo sina busy day at Muhimbili na si required kwenye morning meeting ya saa 2. This is what I do. I call the driver to drop off kuwachukua watoto. So na give them a ride to school. So nawaambia ingieni, leo tutawapeleka shule. Kwa najifunza what are they saying, what language are they speaking. Nini kile? Anajua you are busy, hata mara moja basi kwa mwezi beba watoto wako wapeleke shule. Kama wako boarding, fanya ziara za kushtukiza. Chumbani ingia, fanya ziara za kushtukiza. Hey, mommy, this is my room, privacy. Privacy my foot. I'm paying this little, unanima privacy. Nitaangalia, nitapekua everywhere. Ili kukiwa na tatizo nilione heli, nilintervene. Mungu atunze sana, asanteni. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana. Na nadhani anastahili standing ovation. Asante sana. Nilikuwa nasema anastahili standing ovation. Najua tumekuwa wachangamfu tofauti na mawasilisho mengine yote hapa. Kuna watu nilikuwa nikiwapigia jicho, unaona amesinzia, unasema kamera ikienda pale